Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumamosi ya juma la 8 la mwaka. Injili inayotuongoza siku ya leo inatoka kwa mwinjili Marko, sura ya 11 aya ya 27 hadi 33. Katika injili ya leo, viongozi wa dini wanamwendea Yesu na kumuuliza, "Unafanya haya kwa mamlaka gani?" Swali hili lilitokana na tukio ambalo Yesu alikuwa amefanya kabla yake, kulitakasa hekalu. Yesu aliingia katika nyumba ya Mungu na kuwafukuza waliokuwa wakifanya biashara humo. Hekalu lilikuwa limejaa ubinafsi, tamaa ya fedha na unajisi badala ya sala. Kile Yesu alichofanya kilikuwa ni kitu kizuri. Alikuwa anarudisha utakatifu wa nyumba ya Mungu. Kwa kweli, Yesu alipaswa kupongezwa. Lakini badala ya kufurahi kuwa hekalu limetakaswa, viongozi wa dini wakajawa na chuki, wivu na hasira. Wakaanza kutafuta namna ya kumwangamiza. Wakaanza kuhoji mamlaka yake. Kwa sababu yale yaliyokuwa yanaondolewa pale hekaluni yalikuwa yanawanufaisha. Hawakuangalia tena kama jambo lile lilikuwa baya mbele za Mungu. Wao walichoangalia ni kile watakachokipoteza. Ndugu zangu, hii ndiyo hali ya mwanadamu hata leo. Mara nyingi ni vigumu kuishi ukweli wa Injili au kuacha jambo linalotunufaisha hata kama tunajua ni ovu, ni baya, ni dhambi. Mtu anaweza kujua kabisa kuwa njia anayoishi si sahihi, lakini kwa sababu inampa fedha, inampa umaarufu, anapata starehe au faida fulani, anaanza kutafuta sababu za kuhalalisha hilo tukio. Ndipo mwanadamu huanza hata kuhoji mamlaka ya Mungu. Kwa nini kanisa linakataza hili? Kwa nini niache jambo hili wakati linanisaidia? Kwa nini Mungu aniambie namna ya kuishi? Tatizo si kwamba hatujui ukweli. Mara nyingi tunaujua, lakini hatutaki kuacha kile kinachotunufaisha. Hata kama ni kibaya, hata kama ni dhambi. Viongozi wa dini hawakuona ubaya wa biashara ndani ya hekalu. Waliona tu faida walioipata. Na sisi pia tunaweza kufikia hatua ya kuzoea dhambi kiasi kwamba tunaona kawaida, mradi tu tunafaidika nayo. Lakini Yesu anakuja leo kulitakasa hekalu la mioyo yetu. Anataka kuondoa unafiki, tamaa, udanganyifu, chuki na kila kinachotutenganisha na Mungu. Tusimzuie wala kuhoji mamlaka yake. Mamlaka ya Yesu ni ya kutuokoa, si kutuangamiza. Tuombe neema ya kupenda ukweli kuliko faida za dunia na kumpa Yesu nafasi ya kutusafisha. Basi leo tusali sala hii. Bwana Yesu, utuondolee moyo wa kiburi na tamaa ya kujinufaisha. Tusaidie kupenda ukweli wa Injili na kukubali mamlaka yako katika maisha yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.